Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia jioni ya leo ya Disemba 11, 2025 kwa nami Pendo Gotoni ambaye nakurusha matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kufuatia taarifa za kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho Mheshimiwa Jenista Mhagama aliyefariki dunia jijini Dodoma. Rais Samia amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za msiba mzito, akiwapa pole Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Peramiho pamoja na ndugu, jamaa na marafiki wote walioguswa na kifo hicho. Rais Samia amesema kuwa kwa miaka 38 Mheshimiwa Mhagama amekuwa mwanachama mahiri wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa kuongoza vijana, wanawake, waziri katika awamu mbalimbali na mnasi wa wengi katika siasa na maisha. Na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa faraja katika familia ya mpendwa wetu huyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema kutokana na suala la maadili kwa watumishi wa umma kutokuwa katika ukamilifu wa 100%, serikali inaendelea kujiangazia suala hilo ili kuhakikisha watumishi wa umma wanakuwa wenye maadili. Akizungumza Disemba 11 katika kikao alichoketi na viongozi watendaji wa Sekretarieti ya Maadili kwa viongozi wa umma jijini Dodoma, Waziri Mkuu amesema suala la maadili limekuwa likijadiliwa zaidi na wananchi katika jamii. Duniani kote masuala ya maadili haijawahi kuwa 100%. Kwa hiyo hii inatupa kazi kwamba tunatakiwa kila wakati kuendelea kutupia jicho masuala yanayohusu maadili. Nimepokea taarifa kutoka kwa mtendaji mkuu pamoja na Mheshimiwa Waziri kwa majukumu yanayofanyika, na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, nawe ulipomaliza tu kuapishwa katika muda huu mfupi tayari umeshakuja kwenye chombo hiki. Hii inaendelea kuweka uzito umuhimu wa taasisi yetu hii. Na kama nilivyosema, kwa kuwa masuala ya kimaadili yanahitaji kutupiwa jicho kila wakati, bado ndani ya nchi yetu moja ya jambo ambalo Watanzania lipo sana kwenye mijadala yao ni masuala yanayohusu maadili. Haya ni ndani ya sekta ya umma, lakini pia nje ya sekta ya umma, ndani ya jamii yetu. Kama ambavyo Mheshimiwa Jaji ameiweka vizuri kwamba huwezi kupata viongozi wenye maadili mazuri kama jamii inayozalisha viongozi hao haina maadili mazuri. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye masuala haya ya usimamiaji wa maadili ya utumishi wa umma. Jeshi la polisi nchini Tanzania limewataka wananchi kuendelea kuwakataa na kuyakataa yale yote wenye uchonganishi, uzushi, uongo, yenye kujenga chuki pamoja na yenye kuhamasisha kufanya vurugu na matukio yoyote yenye viashiria vya uvunjifu wa sheria nchini. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa mapema leo Alhamisi Disemba 11 na msemaji wa Jeshi la Polisi, Naibu Kamishna wa Polisi DCP David Misime, amesisitiza pia kutosambaza ujumbe wenye kuleta chuki na uchochezi kwa jamii na badala yake kufuta ujumbe wa namna hiyo kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp. Tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa kutokana na ushirikiano wenu mnaoendelea kutoa kwa vyombo vya ulinzi na usalama katika kulinda na kuimarisha amani, utulivu na usalama nchini, taifa lenu la Tanzania limeamka salama na shwari. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinawahakikishia wataendelea kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na maisha na mali zenu. Vinaendelea kutoa wito kwenu muendelee kuzingatia kanuni za kiusalama zinazotakiwa zianze na kila mmoja wetu kwanza, sambamba na sisi wote kutii sheria. Aidha, tuendelee kuwakataa na kuyakataa yale yote yenye mwelekeo wa kiuchonganishi, uzushi, uongo, kutujengea chuki baina yetu, kuhamasisha kufanya vurugu na kuvunja sheria za nchi, hata tunapotumiwa kupitia mitandao kutoka katika makundi mbalimbali. Tusisambaze
badala yake tuzifute kabisa, delete. Na pale wanapotufuata ana kwa ana, tuwakatae pamoja na ushawishi wao. Kila mmoja aendelee kufanya shughuli zake halali bila hofu, kwa sababu nchi yenu mnayoendelea kuilinda kwa ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama ipo salama. Mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura amefanya kikao kazi na zaidi ya wenyeviti 70 wa mitaa na vijiji kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita kwa lengo la kusikiliza kero na mahitaji ya wananchi katika maeneo yao. Katika kikao hicho, hoja zilizotawala ni changamoto za miundombinu ya barabara, upungufu wa miundombinu ya elimu, upatikanaji wa maji safi na salama, pamoja na uboreshaji wa huduma za afya. Wenyeviti hao wameeleza kuwa maeneo mengi bado hayana barabara za uhakika, hali inasababisha ugumu wa usafiri hasa nyakati za mvua. Pia wamebainisha kuwa baadhi ya mitaa haina shule, jambo linalowalazimu wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Miundombinu, yani mabarabara, ni tabani, mheshimiwa, ni shida. Mengine hayajaguswa kabisa. Na watu wetu kule, ukitengeneza barabara, maana yake vitu vyote umeshinda. Pili, maji. Maji katika maeneo mengi ya kata ya Kasamwa hatujapata maji ya kutosha. Jambo jingine ni maji. Maji tuna mtandao mmoja huko Chabulongo pale ambao umesambaza mitaa kama mitatu tu. Umesambaza Kabuyombo kiasi, umesambaza Mkangala kiasi na Kanyala kwangu kiasi. Lakini Mwilima haina, na Ibanda haina, na Sebaguja haina. Kwa hiyo ina maana kwamba tunataka mtandao wa GEUWASA ufike mpaka huko. Tunakuomba kama mtandao mkubwa ukija huwa mradi wetu wa wilaya Geita ukija, angalau ufike kule. Maji, watu wanahitaji maji na watu wanazidi kuongezeka kila siku. Habari katika kampeni zake Mheshimiwa Waja aliahidi kwamba atafanya kazi ya kuhakikisha jimbo la Geita mjini linaleta maendeleo yaliyotukuka. Na falsafa yake katika kunadi sera zake alisema Geita mpya, kazi na matokeo. Na alisema ataanza na wenyeviti wa serikali za mitaa, kukaa nao vikao kwa ajili ya kuweza kutoa changamoto zao za mitaa na kuibua miradi mipya kwa ajili ya maendeleo ya mitaa. Na nipenda kumshukuru mbunge wetu Injinia Chacha Mwita Wambura. Hii siku ya leo wameweza kutuita wenyeviti wa serikali za mitaa yote ya jimbo la Geita mjini. Cha kwanza kabisa ambacho tulichonacho, changamoto tulizonazo, changamoto ambazo takiwa zishughulikiwe ili Geita iwepo Geita mpya na yenye mabadiliko, ni kuhusu swala kubwa la kumuona mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni daraja, ni kiunganisha cha wananchi pamoja na jimbo na manispaa kwa ujumla. Cha leo, lengo letu kubwa na lengo langu kubwa siku ya leo, nilitamani kwamba nikutane na hao viongozi katika jimbo hili, tuweze kuzungumza, tuweze kushauriana, na katika mazungumzo ambayo tumezungumza, tumeweza kupata taarifa kutokea kila kiongozi kutokea mtaa anaotoka au kijiji anachotoka. Wameweza kueleza kwa ufasaha ni nini miradi gani inayoendelea kule, lakini pia wameweza kuzungumza ni changamoto gani ambazo wanazo kule ambazo wanazipitia. Kwa uchache nikiangalia jambo ambalo limetrendi sana, jambo ambalo limezungumzwa na viongozi wengi hapa, ni swala la miundombinu. Wamezungumza sana swala la miundombinu, barabara zetu bado ni changamoto. Lakini pia wamezungumzia swala la maji, kuna sehemu nyingi maji hayajafika. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limefanya operation maalum usiku na mchana katika mikoa Singida, Tabora ya ukaguzi wa vyombo vya moto na kubaini baadhi ya mawakala wa mabasi ya abiria wamekuwa wakiwatapeli wasafiri kwa kuongezea nauli hadi kiasi cha shilingi 20,000 kwa abiria moja, kinyume na utaratibu ambao baadhi yao wamekamatwa. Kwa hiyo leo utapigwa faini. Kwa nini pale hakuna namba za mikoa unayopita? Mimi naomba hiyo endelevu mpaka Januari. Hivyo basi, nilipofika hapa nimeongea na maagenti ambao ndio wanakatisha tiketi kwa ajili ya kupeleka watu wapande gari aina gani. Kitu tulichokigundua tangia juzi wakati tunakagua, tumeona maagenti mwisho wa mwaka wanaongeza bei. Sio mmiliki wa gari, wanaongeza bei kwa faida yao wao wenyewe. Wao wanaita loto. Loto maana yake nini?
lote manake cha juu, ili na yeye jiko likawake moto na watoto waende shule. Lakini mwisho wa mwezi imezidi, mwisho wa mwaka imezidi. Kawaida kwa mfano kutoka hapa Tabora kwenda Dar es Salaam kwa mfano labda ni 45,000. Lakini anachukua kwa abiria 65,000 au 55, anaongezea 20 nzima. Nimewaambia makondakta, nimewaambia na maagenti kwamba ni marufuku kuongeza bei ya nauli, kwa sababu hiyo bei anaiongezea juu. Kama nauli ni 45, yeye kampa abiria akachukua kwa 60, ile ya juu mmiliki hafanye nini? Haijui. Na hapa tulikuwa na mwenyekiti na ataongea, ambayo nimeelekeza ili wananchi wasikie kwa mwenyekiti wa maagenti. Kwa hiyo kuanzia leo wote watakao nisikia Tanzania nzima, ni marufuku kuongeza bei ya nauli. Huu ni mwisho wa mwaka, kwa sababu abiria wako wengi na wanahitaji kusafiri. Kwa hiyo naye agent anachukulia hapo hapo apate faida. Pindi utakapopatikana, nafikiri gereza linakusubiri. Akinywa visungura vitatu 6,000 amelewa, anaanza kubugudhi abiria stendi. Ole wake agent atakayeonekana stendi amelewa anasumbua abiria. Polisi wapo stendi, watakamatwa, watapelekwa mahakamani. Anaeleza kwamba mashine mbovu. Nimemwambia RTO na wengine RTO watakao nisikiza ni kwamba ni marufuku gari kuondoka stendi wakati abiria hawana tiketi ya mtandaoni. Pindi ukigundua hilo, hata abiria wakiwa wawili, ni lazima gari litasimamishwa, zitolewe tiketi ndio litakaondoka. Na wananchi nimewaelimisha abiria kwamba gari litakaposimamishwa lisiendelee na safari kwa ajili ya changamoto, ni kwa sababu ya tiketi au maagenti wanakula njama na nani? Na abiria. Tunakagua magari kuona uzima wake ukoje, lakini pia kuhakikisha kwamba abiria wanasafiri wakiwa katika magari ambayo yako katika hali iliyo nzuri na salama. Mbali na hilo pia tunakagua leseni za madereva, lakini pia kutoa elimu kwa madereva, kwa abiria, lakini na kwa watu wote ambao wanatumia barabara kwa ujumla. Kwa hiyo leo tumepita hapa stendi ya Tabora, tuko barabarani masaa 24 kuhakikisha kwamba hali ya barabara na usafiri barabarani unakuwa katika tija inayotakiwa kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani. Ni waase madereva wote, watumiaji wote wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba wanafuata sheria na taratibu za usalama barabarani ili tuweze kusafiri na kufika salama kule tunakofika, na sio bora kufika. Baadhi ya shule ya sekondari mkoa wa Ruvuma zinazoendesha shughuli kama za ufugaji na kilimo cha bustani ndogo ndogo zimeeleza kufanikiwa katika namna mbalimbali, ikiwemo kuboresha lishe kwa wanafunzi na kuchochea ari ya kujifunza, huku shughuli hizo zikiongezea kipato. Kwa mwalimu ambaye ana mada nyingi za kufundisha, inabidi ajitolee, atumie muda wa ziada ili kuweza kuzimaliza zile mada ambazo anatakiwa azifundishe. Na muda wa ziada huo ni baada ya masomo. Sasa huwezi ukamfundisha mwanafunzi ambaye hajala chakula. Kwa hiyo kupitia mwalimu, wazazi kuleta chakula shuleni, mwalimu pia atakuwa na moyo wa kuwafundisha wanafunzi ule muda wa ziada. Cha wanafunzi ni majike, ng'ombe wa maziwa, majike ambao wako matatu, yanaweza yametupatia au yametunufaisha kwa kuleta kutupatia maziwa. Walimu wa shule hii wanapata maziwa kila siku ya kazi kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Lakini pia wanafunzi wanapata maziwa hapa shuleni yakichanganywa na uji siku za weekend. Tukilenga kwamba akitoka hapa shuleni anapoenda mtaani asiende kushangaa kwamba kuku wanafugwaje, na anapofuga ili waweze kuwa salama wale kuku afanye nini. Kwa hiyo wanapata elimu kuanzia hapa wakiwa shuleni. Kutokana na elimu tuliyopata hapa, tunaweza tukawashauri wazazi wetu, hata wenyewe tukaomba tu fedha kidogo, naanza na kuku labda wawili, majike au na jogoo. Mara nyingi ni majike.
Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News. Nizidi kukukumbusha huduma ya ambulance inapatikana ndani ya SQF kupitia namba hizo ambazo unaziona. Unaweza kupiga bure kabisa tukakupatia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Lakini pia bila kusahau tarehe 15 mpaka tarehe 19 tutakuwepo na kambi ya matibabu ya upasuaji wa mdomo wazi ambayo itafanyika bure kabisa pale Lumumba, Zanzibar. Ukisikia taarifa hii usisite kumjuza na rafiki yako, ampeleke ndugu yake pale akapatiwe matibabu hayo. Lakini pia tarehe 21 Disemba tutakuwepo na SQF Cleft Marathon msimu wa 7 ambao utafanyika pale Zanzibar kwa bei nafuu kabisa, shilingi 1035. Ujisajili sasa. Tangaza na sisi kupitia 0759999888 tukakufanyia matangazo mazuri na kwa bei nafuu. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa taarifa hizi za habari jioni ya leo, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.